BP zinatoka, magonjwa mbalimbali yanatoka. Wewe amini tu, 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 wewe amini tu. Hana masharti mengi, anasema wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, watoto wake. Haijalishi umetokea kwenye familia gani. Watu wanapata shida, kuna magari gala mafuta lilianguka kule, walikamata watu wanaiba mafuta. Sasa watu hawana lengo, wana malengo. Tuwe na lengo, tuwe na lengo, tuwe na lengo, tuwe na lengo, tuwe na lengo. Na ufalme, Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Ndio maana watu wanaomba macho ya kiroho wamekosa kuona. Kwa macho ya kawaida utakosea kuona asubuhi, utakosea kuona jioni, na ukiwa unakosea ni kujigonga kuanguka. Akaitisha vijana wengi, akasema vijana njooni hapa. Maana vijana walikuwa wanasumbua kwa mfalme. Mfalme alikuwa na mabinti wazuri kweli kweli, wakawa wanasumbua, wanapita kwa mfalme mara kwa mara, wanajipitisha vijana mara kwa mara. Mfalme akasema simtanie vijana, mimi hapa nataka makamanda, sitaki vijana ibaki tu. Vijana siku hizo wavivu. Nataka makamanda wewe. Mje hapo mpanga mtani. Vijana wakapanga mtani. Akamwambia msogea hapa, kulikuwa na ziwa la kutosha. Alafu kule kwenye ziwa kuna mama. Akamwambia kaeni mama kule. Anayetaka kuoa kwangu lazima apite huko. Alafu atokee huko. Kama hataki kuoa, vile bado shida yangu mimi. Nataka mbinguni ni kwa mtu binafsi, sio kwa watu wengi. Mbinguni ni kwa ajili yako wewe, sio kwa watu wengi. Shetani anaweza kukumbia mambo mbalimbali kukukwamisha, lakini Mungu anataka mshindi mmoja, anataka mshindi mmoja tu. Tunajifunza hata kwa vijana wale waliosimama kwa mfalme, walikuwa kibishana, lakini mfalme anataka mshindi mmoja tu. Anataka mshindi mmoja tu. Vile vile Bwana anataka mshindi mmoja. Tuimbe wimbo huu. Bwana tupeleke kwenye limao. Tumwabudu Bwana kwa kina. Ndio maji ya mto. Baba, nafsi yangu